usiku wa manane kabisa, usiku wa manane kuanzia saa 7 za usiku unaamka, unachukua udhu wako wewe, unakaa na nguo zako na Mungu Mwenyezi Mungu. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiquna. Katika sura Sida anataja Mwenyezi Mungu katika sura, anasema tatajafa junubuhum anil madaji, wale ambao wanainua miili yao katika magodoro yao mazuri ya fahari katika nyakati zile, watu wamelala fo kabisa. Wewe saa 7 unainua patabu saa 8 za usiku, alafu unakwenda unachukua udhu, maji mengine baridi kabisa, unakaa pala pembeni kabisa, unalia kwa Mwenyezi Mungu haja zako. Hizo ni nyakati ambazo Mwenyezi Mungu anazitaka. Hizi zinapatikana kila siku. Una haja hata kusubiri wewe mwaka mpaka mwaka Eid al-Arafa. Hii kila siku inapatikana. Alfajiri niwekee nusu saa au saa nzima kabla ya kuingia alfajiri. Amka alfajiri, kaa kitako, muombe Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nafasi nyingi sana tumewekewa hizi ambazo huwa zinakubaliwa. Usikose ukawa wewe unaomba nyakati ambazo hazikutajwa. Bado zijeshi ziko nyingi. Hivi nyingine mtu anaweza kuikumbuka sababu tunahimizwa kwa nini tusiombe. Naam, iftar wakati wa iftar asali. Naam, asali wakati wa kufunga, wakati tunafungua funga zetu, dhahaba al-dhamau wabitalat al-uruq wa thabat al-ujra insha Allah. Unapozungua na tende zako 3 zile, unakuja na maji yako, basi pale unaomba dua zako. Naam, wakati wa saumu muhimu sana. Funga siku moja, sema leo nafunga Alhamisi hii kwa ajili kwamba kabla sijafuturu ni muombe Mwenyezi wangu ile haja yangu. Naam, ziko nyingine anaweza kukumbuka ambayo tunaifanya kila siku. Na baina adhana na ikama tashahidiniwa hapa na dakika zile 20 mara 15, njoo hapa unasali swala zako raka 2, unamuomba Mwenyezi Mungu. Na hiyo unaweza kuchanganya katika shida, hata wakati wa shida. Wakati wa shida Mwenyezi Mungu yuko karibu na mja kuliko mtu mwingine yote, wakati pale unaitenda. Lakini hapo imekuwa mtu asije akaleta kwa lugha nyingine yoyote isipokuwa Kiarabu. Kwa hivyo dua zako unahifadhi 3 zile wakati unashukuru. Sasa wewe umekwenda pale kan Masjid al-Haram, ikukute pale mwezi wa Ramadhani, na mwezi wa Ramadhani pia katika miezi mtukufu, na hiyo mwezi wa Ramadhani. Alafu tena hiyo ni siku ya Ijumaa, na uwe katika al-Haram Sharif ya Makkah. Kwa hiyo unaweza kupata condition 3-4 zote zitakushika pamoja. Unamuomba Mwenyezi Mungu pale katika nyumba yake katika al-Haram. Kwa hiyo unaongeza zile chance za dua yako kukubaliwa. Alafu nyingine katika sehemu takatifu, sehemu takatifu zote hizi ni sunna kuomba dua katika sehemu zile, na ziko nyingi hizi. Ukienda Madina katika Rawda Sharifu ambayo sasa hivi imekuwa tabu sana, nasikia Rawda sasa hivi mpaka ufanye booking online, na nini unapewa na wakati ya hususan na kuingia pale. Lakini mimi nakumbuka katika miaka ya nyuma 1988 mimi hija yangu mwanzo nimekwenda Haram, hata watu wengi nikiwaambia hawaamini. Naambia mimi nimekaa Rawda Sharifu toka sala alfajiri, nimekaa itikafu mpaka magharibi pale. Nilipo nimefunga nikafuturu pale pale. Nimekaa mimi na jamaa mmoja Kisomali, subhanallah, yuko kwa hali kwanza. Yeye anasoma Qur'ani, anaanza mwanzo wa Qur'ani kutoka mwanzo. Mimi nimebakisha juzu kama 6 kuhitimisha. Nikasema mimi leo na usiku ule ndio sisi tunaondoka kurudi Dubai. Nikasema leo lazima mimi nihitimishe hii hapa pale. Nikasema leo tuondoke, na nilikuwa nimefunga ile Alhamisi. Basi mimi nimekaa nasoma juzu, na yule bwana anakaa pembeni kwangu, yeye anasoma, yeye kaanza toka al-Fatiha mwanzo wa Qur'ani. Basi huwezi kuamini, mpaka nifika magharibi mimi nimehitimisha, nikaomba na dua zangu, nikafungua kile pale, na yeye kishamaliza msahafu yule bwana, kwa sababu alikuwa hafidh, anakwenda subhanallah, lakini zile karatasi anazifungua tu yule bwana, na nilisafiri naye pamoja katika basi.
kama mwalimu kahitimisha mpaka leo namkumbuka, na sikukuna tena toka siku ile kasika. Subhanallah. Kwa hivyo sehemu kama zile raudha unaomba dua. Sehemu zile ambazo unafanya ziara kwenye Quds kule, msikiti ule maarufu ambao kwenda unasema umesomea katika sala ni kwamba atake kwenda akasali sunna akatenia kwa msikiti, masjidi gani unaitwa jana imetoka nani anakumbuka? Msema masjidi kubwa, sehemu kama zile wote ni sehemu takatifu zile. Unapofika sehemu kama zile unaleta dua zako. Masjid Haram yenyewe wakati wa tawafu, huko katika tawafu huko baina rukn al-yamani na nini na Hajar al-Aswad pale, unapoleta rabbana atina fid dunya, unaleta dua zako kama zile. Huko katika multazima, al-multazima ni katika kabla yenyewe baina ya mlango ule na kona ya mwisho ile sehemu watu wanakwenda wakaweka mwili wao katika ukuta, zile sehemu za kuleta dua wakati wa Safa na Marwa. Hizi zote ni sehemu ambazo zimetajwa kwamba unaweza kuleta dua zako, ni sehemu takatifu na zinapatikana sehemu nyingi. Hata Madina unakwenda katika ziara unasikuta walikojibu watu wa Uhud walikuwa shuhada wa vita vya Badr pale, kote ulikokwenda unaombea wao dua na wewe unajiombea dua, unaombea wao dua wale walikuwa pale na unajiombea dua. Kwa hivyo unakuta nafasi ya kuomba dua tunazo nyingi sana, lakini wengi wetu wengine hatujijui au tunazijua lakini hatuchukulii uzito wake. Popote mtu unaanza kuomba dua ni sawa, unaweza kuomba popote, lakini unapoona ukachagua pahala sasa inakwenda nikienda pale nitaona kuomba dua zangu zote. Leo kuna Mwenyezi Mungu amekuwekea uwanja mkubwa sana, yaani kwa katika kila siku ziko sije tunaipata kila siku. Unaweza kusali sunna wewe ukaipata mwenyewe kama hiyo usiku wa manane kila siku huko huko. Ijumaa tunayo kila wiki mara moja. Kwa hivyo nakuta alhamdulillah nafasi ziko nyingi sana za kuomba dua. Tunazitumia hizo. Maana ingine mtu unakaa unaomba dua mara nyingi unahisi mbona ndio nangu sikubaliwi. Kumbe umekosea hilo. Jambo dogo umekosea zile adabu zake, au umekosea pengine wakati unachagua sio. Kwa hivyo nimesema darasa ya leo ni kiti au katika kukumbusha hizi, na tukitazama kwa hakika wengi wetu haya tunataja tunajua, lakini fadhali baina zile taarifa na mwingine kwa tunakumbushana, kwa sababu ndio majibu tupewa kwamba katika ukumbusho huu basi watafaidika kwenye kuamini. Kwa hivyo labda hapa naweza kuacha 10 kwa kutakuwa swala lingine katika maswala haya yaliyozungumzia kwa dua, tunaweza kuweka sawa. Kuna mtu jambo alifahamu, tunaweza kuweka sawa kwa hili, lakini mimi maudhui nitakuwa nimalizia na mshekhe wanasema katika kuomba dua kwamba mwanzo wanaposema kwamba kabla hujauliza swala lako nimeacha moja. Unapoanza kuomba dua unatakiwa uanze kumshukuru Mwenyezi Mungu na kusalia Bwana Mtume sallallahu. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hiyo pekee. Alafu unaiomba dua yako unapomalizia unamalizia vile wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillah. Sasa ile dua inakuwa imefungwa kama katika package. Chini ina sala Mtume na sifa za Mwenyezi Mungu na juu baba inakwenda juu peke, kwa sababu kama tunavyojua hizi dua zote zinapita kwanza kuna sehemu mbalimbali. Kwa hivyo inapopita pale inakuwa huko katika hiyo milango, basi inapatia hakuna kizuizi, kwa sababu tayari umeifunga katika peke nzuri kabisa. Kwa hivyo hilo pia usikurupuke ndio kwanza rabbana atina fid dunya alhamdulillah rabbil alamin, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ukiwa utamsifu tena ya awwalin ya quwwatu matin ya rahim masakina ya sabi muslimin, unamsifu Mwenyezi Mungu katika sifa zake zote. Alafu na alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Hiyo ndipo nimeiwacha katika namba 4 baada ya kuwa na udhu kuelekea kibla. Sasa umeshainua mkono, umeshakaa katika kile kikao, alafu tena unainua mkono wako na ilikuwa swala lako
barakallahu fikum, nikumbusha. Naam, طيب. أهل السنة wengine. Naam, طيب. Kwa sababu imam unataka kabisa kufunga. Unasema ni bid'a. Kabisa. Hapa wako wanasijui wanatumia hoja gani? Huyo anatumia kwamba hakuna dua baada ya swala, yani dua zako uzilete pale baada ya tahiyatu. Wanasema ni bid'a. Hii sijui tuko ni grupu gani, lakini nawajua pia wote ni kwamba wako wanaosema dua usitoe sauti kwa dua. Kwa sababu nini? Unashawishi wale watu ambao wamechelewa kusali. Kuna mtu kaja akakosa raka mbili hapa, ukianza kusema dua kwa makelele kwa sauti, yule anakuwa anashawishika. Na ni kweli wewe pia siku unakuwa umechelewa kusali na wewe uko nyuma unalipa raka zako mbili, shekhe hapa anaomba dua kwa sauti na wewe unasoma sura Fatiha, utaona unahisi kama anakukoroga kidogo. Hilo kweli, lakini waliojihusisha kuomba dua kwa sauti walisema kwamba ni msikiti ambayo kuna wanafunzi na wanasomeshwa wanafunzi wapate kujua zile taratibu na dua. Kwa hivyo unakuta unaweza kufanya hivyo, lakini hiyo grupu ya kwamba hawasomi kabisa, hiyo mimi sijawahi kukutana nayo. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. امسينا بشكر لله رب العالمين. اللهم انا نسالك خير هذا الليل فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعد. رب يقيم الصلاه وذريتنا ربنا تقبل دعاء ونفرج علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا من الكافرين. رب يسر ولا تعسر يا ميسر كل عسير. رب يسر ولا تعسر يا ميسر كل عسير. رب يسر ولا تعسر يا ميسر كل عسير. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا شفاء من كل داء. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا في الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.